Kitu kinacholinda mafanikio yako ni unyenyekevu. Mimi nakwambia hii ndio password. Wengi hamjui. Mali hailindwi kwa majivuno. Ukitaka majivuno, ukitaka mali ishe, wewe jivune tu. Mungu anakupa na anakujaribu. Na anajua kabisa wewe ninakupa, ukijitahidi utaweza. Lakini wapo wengi ambao wanapewa hawawezi kwa sababu ya kiwewe. Unaanza kuongea vibaya, unashindwa kanisani tena huendi, usalimii watu vizuri, jumuiya huendi, unaona kama watu wote si maskini, wakati wewe mwenyewe ulikuwa unapiga goti kuomba msaada wa Mungu. Ndio maana Yoshua bin Sira anaambia vijana, mkifanikiwa mwe wanyenyekevu. Ni wangapi ndugu zangu ambao wakifanikiwa wanakuwa wanyenyekevu? Tukipata mali tunakuwa na jeuri sana. Yani tunaanza ndio maana kuna watu ambao hata msali vipi, kwa jinsi tabia yako ilivyo, yani Mungu akikupa sana, mwisho milioni 2, mwisho ukipata zaidi ya milioni 2 hatutakunywa maji, labda umeiba, na ukiiba utatumia vibaya. Ni kama baadhi ya maskari, wale ambao ni maskari hapa mnajua, sio maskari wote wa kukabidhi bunduki. Kuna ambao ni short tempered, wana hasira za karibu. Utakutana na wananchi wenye hasira, wanao kuprovoke, wanao kutukana. Usianze kumimina risasi na kuua, utaua wengi. Lazima ujifunze namna ya kuhold hasira yako. Unatulia, mtu anakuprovoke. Na wakati mwingine wewe baba, kuna wakati mwingine umeoa mke ambaye ni jeuri. Kuna baadhi ya kina baba ni watulivu. Utulivu wao sio ujinga. Wanajijua kabisa nikikasirika hapa kaliki. Kwa hiyo anaamua kukaa kama mbwa ambaye habweki, yani anatulia tuli. Mwisho kabisa anatulia mwisho, ni mama anakuja kwa wow. Mbwa anayebweka hajibiwi, msisahau. Uwe kama simba. Wakati mwingine simba ana nguvu, anapita, kuna vimbwa vinambwekea, lakini hata hangaiki navyo. Simba tu anapita tu, yeye anaangalia tu, anaendelea na safari. Wakati mwingine kuna baadhi ya watu waliooa wake, huyo mke angekuwa wako wewe, ungekuta ushamuoa. Yani kuna kina baba, Mungu pia anajua, Mungu anajua sana. Kuna baadhi ya kina mama wangeolewa na baadhi ya wanaume fulani, ungekuta hawapo duniani. Kwa jinsi mdomo walionao, wasingepita mahali popote. Lakini Mungu anajua, anafahamu. Mungu ni mwema sana. Anatugawia kwa jinsi anapopenda yeye mwenyewe. Lakini ndugu zangu, turudi kwenye pointi yetu, maisha ya unyenyekevu. Ndugu zangu, kwa nini tunapambana sana huko duniani? Kwa nini unapata mali kidogo unadharau watu? Unashindwa kuongea, unashindwa tena kutembea vizuri ile ya kawaida yako, ile kutembea zako za kawaida. Yani mtu alikuwa amezoea tu, sasa hizi jamani, mnaendeleaje? Umepata tenda huko ya milioni 500, umepata top milioni 100 za kwako, tayari umeshabadilisha. Hello, mambo, jambo. Unatembea hapa, unakuja kanisani, hata wakati wa kuimba hauimbi, umekaa kipesa, yani kama milioni 100 imekaa kwenye dawati. Bwana awe nanyi, mtu yuko tu na roho ni mwako kidogo, sio sana. Wewe father unasumbua akili za watu. Una maduka yako pale Kariakoo, unasitandika huko, unakuja nayo kanisani. Yani unapotembea unaonekana kabisa unatembea kimaduka kabisa, yani ni kama vile uko nayo, au nyumba zako za kupanga ni kama unatembea nazo. Yani hizo ndio zinakupa jeuri. Jeuri inatakiwa itoke kwa Mungu. Yani wewe utajiri wako ni Mungu. Hivi vitu vyote hivi tumevikuta. Kwanza ukuja hata na 100, ukuja hata na jero. Sisi wote hapa tumezaliwa tunalilia nyonyo, ujue. Nyonyo. Tungekuwekea hata bilioni ngapi hapo kwenye kitanda wakati umezaliwa, ungepiga teke. Wewe unachotaka ni nyonyo. Wote hapa wote tulikuwa tunalilia nyonyo. Hata kama unamwona mtu mstaarabu sana, nyonyo. Wote